mtenda miujiza amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza, ninamfurahia Yesu wangu. Mtenda miujiza, amebeba majibu ya maswali yangu. Napokea muujiza wangu leo, ninamfurahia Yesu wangu. Napokea majibu, napokea majibu, napokea majibu, napokea majibu, napokea majibu leo kutoka kwa Yesu. Napokea majibu, napokea kwa imani, napokea leo, napokea majibu, napokea majibu, napokea. Nacheza cheza kidoe, nacheza kidoe, nacheza kidoge, nacheza kidoe, nacheza kido, nacheza kido, nacheza kidoe, na kidoe, kidoe, nacheza kidoe, nacheza kidoe, nacheza kidoge, nacheza kidoe, nacheza kwa Yesu, nacheza kwa Yesu, nacheza kidoe, nacheza, 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 nacheza kidoe. Safi sana. Harusi safi, sherehe safi. Wakati huo, baada ya kuingia watoto hao, sasa niombe hatua inayofuata. Karibuni sana mnaofuata. Wanawahitaji wale ndio mablai tight. Naomba tuingie mablai tight. Shughuli inaendelea. Karibuni sana. Tuko tayari kuwasikiliza na kuwaneni. Picha zinapigwa. Yeah.
kubwa. Endeni hatua kubwa. Kinachokuja ITV. Sisi tunahitaji kumwona bibi yetu harusi mtarajiwa naye pia akiingia. Mmemwandaa? Haya, naomba umlete. Twende kazi. Bibi yetu harusi mtarajiwa aingie. Jamani, hii ni sherehe, si ndivyo? Kwa tunahitaji kukaa kisherehe, si ndivyo? Mwambie jirani hapo, kaa kisherehe. Kaa kisherehe. Tunafurahi pamoja. Basi naomba nichukue fursa hii na nafasi nzuri kabisa kuwaomba. Baada ya kuwa wameketi, nikiangalia upande wa wazazi wa bibi harusi wapo, upande wa wazazi wa bwana harusi, ndugu zetu ambao wametukia siku ya leo wapo. Mabibi na mabwana, wageni waalikwa wote mpo, wana kamati chini ya mwenyekiti wetu mzee Nyangalesi mpo hapa. Makofi kwao tafadhali. Sasa kuomba DJ weke mziki wakati mwenyekiti wetu anakuja sasa tayari kwa... Wamependeza wageni wetu, safi, wazazi safi. Asanteni sana. Karibuni sana, nawakaribisha kwa mara nyingine. Napenda kabla sijasema lolote tufungue kwa maombi. Naomba tusimame tafadhali. Tumwombe Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uliyetuumba na ukatuweka mahali hapa duniani tukutumikie na kuliabudu jina lako kwa ajili ya maisha yetu. Leo hii tumekusanyika kwa ajili ya kijana wako ambaye Bwana umemteua kumpa jiko, na pamoja naye Mungu umempa nafasi ya kukusanya watu hawa pamoja. Nasi tunakusanyika mbele ya macho yako, mbele ya mikono yako Bwana, tukiomba utubariki na uwe na pamoja nasi tunapoanza majukumu haya. Uongoze kile kinachofanyika Bwana kiwe mikononi mwako. Tunavunja kila nila na hila zote za ibilisi shetani aliyoyaandaa yasipate nafasi tena. Tunaamini Mungu utatenda kadiri ulivyotuandalia. Mungu wetu, tunakuomba ukasimame pamoja na malaika wako wakituongoza pia. Damu ya mwana wako Yesu Kristo itufunike. Tunaomba tukiamini Bwana, sherehe hii ikafanyike chini ya uvuli wako na malaika wako wakiilinda. Kila linalofanyika lifanyike kwa uvuli wako Bwana. Tunaamini Mungu utatenda, ni katika jina takatifu la mwana wako Yesu Kristo. Amen.
Ndugu zangu, nafikiri tumeendelea kusubiri siku hii ifike na leo imefika. Sitaki kusema mengi, na wakaribisha wageni wetu waalikwa, karibuni sana. Wageni wetu upande wa bwana harusi karibuni, wageni wetu upande wa bibi harusi karibuni. Mjisikie mko nyumbani, hapa ni nyumbani kwenu, tunawakaribisha. Baada ya kusema haya, mimi kidogo naona kama tumechelewa. Tulitakiwa sasa hivi tuwe tunamaliza hii kazi, kwa sababu harusi yetu sherehe yetu ilikuwa ni ya mchana, sio usiku. Kwa hiyo nitamuomba mshereheshaji anayehusika ajaribu kubana muda. Ikifika saa 12 kila mtu awe ameshamaliza. Hatutaki kupoteza muda, kwa sababu ukilipotezea muda mimi huwa najisikia kama napotea, kwa sababu nimefanya kazi na watu weupe. Wao ukipoteza dakika moja umeharibu kila kitu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba niseme kwamba sherehe imefunguliwa na sasa ratiba iendelee kadiri ilivyoanza na inavyopangwa. Asante sana. TJ muziki kwa mwenyekiti wa kata la Asante sana. Mwenyekiti, nikushukuru kwa ajili ya ufunguzi mzuri, na baada ya kufungua huko, basi zoezi moja linalokuja mbele yenu nataka nilete kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyosha mkono mmoja, tikisa kwa Yesu hivi nione kama mko. Na kama hamjala lile embe la mawazo, basi mmekula embe furaha. Tunyoshe mikono na vigelegele vingi. Sawa? Hey, nikwambie. Sasa naomba aondoke yeye mwenyewe. Kati yenu ninyi humu mlioko humu, kila mmoja muangalie jirani yake. Kila mmoja muangalie jirani yake. Sasa naomba akatuletee rafiki yake. Bibi harusi yetu mtarajiwa akamlete rafiki yake kipenzi. Hivi nitakuwa nimetumia neno zuri eti kusema rafiki kipenzi? Nimeharibu? Niko sawa, si ndivyo? Amtafute, sijui yuko kule nje, humu, wapi au wapi, lakini situletee mzee Fares au mzee Maduka. Mzee wa Kiingereza leo wanaenda kuwachagua wengine. Mmekubali mzee Maduka? Mmekubali? Jamani, makofi kwa wazee hawa. Michakato inayofanyika ni kuwanyang'anya mke hawa wazee hawa pale. Michakato inafanyika kabisa. Sasa ukamtafute rafiki yako kipenzi ambaye tumemkaribisha leo, tumemwalika kwenye sherehe hii. Yumo ndani, sijui kwa wapi. Kamtafute mahala popote alipo, umlete hapa. Na ukishamleta atakaa hapo yeye pamoja na rafiki yake. Vipo viti vya kufanana. Wamekaa hao watoto wawili pale. Uje nao taratibu. Wakati huo akishampata, mimi sina la kuambia ninyi wageni waalikwa na ndugu mlioko huko. Mtapiga vigelegele, mtapiga makofi, mtafurahi, mtaluka ninyi wenyewe. Naomba mziki basi wakati akifanya hilo zoezi. Safari ianze. Tembeni taratibu.
Asante sana. Asante sana. Asante. Sawa sana. Sasa kumbe dada Yuni ametuonyesha kwamba rafiki yake kipenzi ni huyo. Makofi kwake na vigelegele. Na hawa ndio wametufanya tuwepo hapa jioni hii ya leo, si ndivyo? Tuna kila sababu ya kufurahi na kutabasamu. Hawa watu wametufanya kuwepo hapa, ndio wametuheshimisha, si ndivyo? Mwambie jirani yako wametuheshimisha. Wametuheshimisha. Nimeona mama mzaa Chema na yeye anasema wametuheshimisha. Anamwambia Esther pale jirani, afu mmevaza kufanana kweli. Makofi kwao tafadhali. Ndani yake. Sasa asante sana. Baada ya kuwa tumemaliza kumpata rafiki yake kipenzi, hatua inayofuata ni hatua ya utambulisho. Nichukue. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika siku ya leo. Nitaenda kwanza kutambulisha. Nitaanza na mama yangu mzazi. Popote alipo naomba apungie mkono. Mama simama. Napenda kuwatambulisha babu zangu, naomba wasimame wapungie mkono. Mzee Maduka na Mzee Fai. Hao ndo wananyang'anywa mke. Makofi kwao basi. Napenda kutambulisha mama yangu mkubwa na baba yangu, naomba wasimame wapungie mkono. Napenda kumtambulisha mama yangu mdogo, naomba asimame apungie mkono. Napenda kuwatambulisha shangazi zangu wote waliopo, wasimama wapungie mkono. Shangazi, wako wapi wasimama? Napenda kuwatambulisha dada zangu wote waliopo, wasimama wapungie mkono. Napenda kuwatambulisha kaka zangu wote waliopo, wasimame wapungie mkono. Napenda kuwatambulisha wadogo zangu wote waliofika, wasimame wapungie mkono. Napenda kuwatambulisha marafiki zangu wote waliofika, wasimame wapungie mkono. Nimesoma nao chuo ila leo wameweza kuhudhuria, naomba wasimame wapungie mkono. Napenda kuwatambulisha wamama wote wa kanisani, wasimame wapungie mkono. Bibi zangu wote waliofika, wasimame wapungie mkono. Kumtambulisha mama yangu. Napenda kumtambulisha mama mkwe, asimame wapungie mkono. Napenda kumtambulisha wifi yangu, asimame wapungie mkono. Napenda kumtambulisha shemeji yangu pamoja na mke wake, wasimame wapungie mkono.
napenda kumtambulisha kaka yangu, lakini ni shemeji yangu. Naomba asimame ampungie mkono. Napenda kumtambulisha rafiki yangu, kipenzi changu na mtarajiwa. Asimame ampungie mkono. Napenda kuwatambulisha mama mchungaji na baba mchungaji walionilea kwenye kanisa hili. Wasimame wapungie mkono. Amenirahisishia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka mgeni wetu nimpe kazi, ila sasa ameirahisisha, ameimaliza. Kwa hiyo ndugu yangu, hebu mpigie saluti. Umepata kifaa, piga saluti tu. Kazi umenishika, fimbo yako yaniongoza, gongo lako lanifariji, umenisitiri, umenifanya hodari, ulilionacho si langu la ndani, ukalifuta na kunipa amani, unyonge wangu haukukuweka mbali, ukaninua na kunipa thamani, Bwana. Asante sana. Tutatoa majibu baadaye, si ndivyo? Hatuwezi kutoa majibu sasa, si ndivyo? Bwana pewe sifa. Basi ni kipindi kizuri, tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupa nafasi hii kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili ya binti yetu Eunice. Mungu akubariki sana. Ninapenda kusoma maneno machache ambayo yanapatikana. Naona nisumbua mwanga kwa kutosha, lakini kwa sababu neno hili nalifahamu, nitalisoma tu hivyo. Biblia inasema hivi: mke mwema ni nani awezaye kumwona? Majibu ni kwamba hakuna awezaye kumwona mke mwema. Lakini ili upate mke mwema, unahitaji wewe mwenyewe kukaa magotini, umuombe Mungu akuongoze ili upate mke mwema. Hatuoi mke kwa sababu ya mapenzi yako, lakini tunaoa mke kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu, ili ya kwamba muweze kuchukuliana mizigo na kusaidiana katika madhaifu ambayo yako kwa mwanaume, yako kwa mwanamke, ili ya kwamba wachukuliane mizigo, waishi kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Lakini pia kijana, Mungu akubariki sana. Lakini hebu utoke na swali hili kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona? Hayupo isipokuwa ni Mungu, mpaka akuongoze. Mungu ndiye aliyesema kwa Adamu kwamba si vema huyu mume akae peke yake, lakini nitamfanyia msaidizi. Mungu ndiye alifanya mchakato huo, na Mungu awabariki kwa maneno haya ambaye ametupa heshima kubwa, na ndio maana tuko mahali hapa tumekusanyika kwa ajili ya utukufu wako,
kwa sababu ni wewe Bwana uliyemchagua ukamuita, na hata ameweza kuonekana machoni kwa wengi kwamba aweze kukubalika na afanyike kuwa malkia kwa ajili ya mume aliyemchagua kwa siku ya leo. Mungu ukaendelea kubariki michakato ambayo iko mbele yao hadi siku ya harusi. Ninakushukuru Bwana kwa sababu utakwenda kufanya hivyo, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana. Jamani, makofi mengi kwa ajili ya baba mchungaji. Amewauliza swali kwamba mke mwema ni nani awezaye? Lakini jibu likaja kwamba kumbe Mungu mwenyewe ndiye anayejua, si ndivyo? Kwa hiyo ukimshirikisha Mungu, Mungu anakupa mke mwema au mume mwema, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa hatua inayofuata ni hatua ya nasaha. Tunakimbia haraka sana. Naomba uandae muziki wakati upande wa wazazi wetu wa bibi yetu harusi mtarajiwa wakijiandaa sasa kutoa nasaha. Yupo aliyeandaliwa kwa ajili ya neno hilo na sisi tuko tayari kusikia, si ndivyo? Haya, muziki basi tafadhali. Aje mzazi mmoja upande wa bibi yetu harusi mtarajiwa, maana leo ndo tunamwaga hivyo, si ndivyo? Tunapomwaga lazima tuwe na neno la kusema, si ndivyo? Na hiyo ndo desturi yetu na tamaduni yetu. Hii baba bwana nenda mzee wa Kiingereza umefika. Na ongea na mwenyekiti wa sherehe huyo. Huyo. Wasalimie Kiingereza. Ndugu wapendwa, mimi nimesimama mbele yenu hapa. Mwanga kwamba mimi kwa kujitambulisha, jina langu ni Fares Magembe, mzee wa Kiingereza. How are you? I have been sitting with my Professor Paulo Maduka from where? From Itongo. And myself, I think you don't know where I'm coming from, but I can tell you I'm coming from Mwamulapa. I think you have visited one of you to Mwamulapa. I visit our village. Sasa tafasiri kwa Kiswahili sasa usikie. Acha Kiswahili. Sasa nataka kusema neno moja kwa wangu niliyedanganywa. Niliyedanganywa. Nataka kutoa usia kwamba kuna kitu kimoja kikubwa sana kinachofanya watu wafanye miti. Hata sisi tulio hapa, hilo neno tumelishikilia sana. Wito kwa mununante. Kwa Kiswahili anasema upendo, na ile lugha nyingine love. Kwa hiyo tuna love, upendo, wito kwa. Wito kwa, upendo, love. Unanisikia binti? Unanisikia lakini? Kwa hiyo uwe na hilo. Unishikilie sana. Love, upendo, wito kwa. Na ile ninyang'anya liko wapi? I think you know everything. I've been talking English and you know how to talk English. Therefore, love must be upendo, wito kwa. Wito kwa ni Kisukuma, upendo Kiswahili, love English. I think they know everything. Huyu anaitwa mzee Fares ndani. Jina maarufu ni mzee wa Kiingereza. Kwa hiyo wewe muite mzee wa Kiingereza, lakini unapoita mzee wa Kiingereza unajua Kiingereza kweli. Usimchokoze kama hujui Kiingereza. Yaani wewe
Nimemjaribu kidogo, muda amefika, amenifuruliza, ila kwa sababu ninakijua basi. Eti sijamjibu. Hii MC anajua Kiingereza vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo zilikuwa ni nasaha kutoka kwa wazazi. Nafikiri ndio zimekamilika, si ndivyo? Naam. Kwamba? Mimi? Umenisaidia, subiri kidogo. Aha, mimi naitwa MC. MC Nyaruzige. Nyaruzige MC. Si umemaliza eti? Jina langu ni nani? Nani? No. Jina langu sio MC. Jina langu ni nani mzee Kiingereza? Nyaruzige. Sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Anayeongea anaitwa Nyaruzige, si ndivyo? MC Nyaruzige. Sawa. Ndio tuko naye leo. Yeye kuaga nakaa hapa Magu, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya nasaa hizo, basi hatua inayofuata ni ya kukata keki. Naomba tuandalie muziki mzuri wakati utaratibu wa keki ukiandaliwa. Tunaenda haraka jamani, mtuvumilie, si ndivyo? Tunajaribu kukomboa wakati. Sasa naomba keki ipo mezani hapo. Wakati keki ikikatwa, utaratibu ukae vizuri sana, muziki ukae vizuri sana. Tutakuwa na utaratibu wa kula keki humu. Nimeziona. Sipo. Sawa? Sawa sana. Huyu aliyetengeneza keki tutahitaji mawasiliano. Sawa? Sikiliza. Unaikata kwa jina la Mungu Baba? Kumbe umenielewa. Umenipata vizuri sana. Sasa usiwe na haraka, subiri. Mmejipanga? Mko tayari eti? Sasa keki hii ni nzuri sana. Atakata. Lakini atakuwa na sehemu ambapo atakapopeleka. Wapo watu watakaowalisha, watakula. Kuna sehemu zingine atalisha na kupeleka. Basi. Si ndivyo? Sasa utakata. Sasa. Taratibu tu. Punguza kidogo. Haya basi. Naomba usogeze kisu chako taratibu. Akikata vigelegele. Twende. Kata. Sasa. Endelea. Nakatwa. Basi. Kata sasa. Anakatakata. Wakati huo watu wa vinywaji vile vya soda zile, naomba mjiandae vizuri sana. Nataka watu wapate kila mmoja awe na kinywaji. Wanakamati wote naomba tusaidiane, isipokuwa wa mlangoni kule. Isipokuwa mlangoni, wengine njoni msaidie huko nje. Nataka vinywaji vifike kwa wakati. Lakini mjipange hapo, mviandae mpaka nitakapowaambia. Asante. Natosha. Sasa naomba tuanze safari sasa. Sijajua anayekulisha wewe ni nani? Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa kabla haujala utachagua mwenyewe. Utakula mwenyewe
au utampelekea rafiki yako kipenzi kwanza? Naomba ufunge safari sasa. Piga muziki. Naomba msogee hapo mbele kwanza. Simame hapo. Sogeeni hapo mbele hapo. Simame kwanza hapo. Simameni. Simameni hapo hapo. Basi. Haya, simameni hivyo hivyo. Basi nichukue fursa hii kumuinua mzee wetu mchungaji mstaafu, mchungaji Paulo Maduka, pamoja na kuwa ananyang'anywa mke, basi alete ombi maalum kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa ajili ya keki hiyo. Mzee, ufanye kwa upendo ndugu yangu. Anaenda huyu. Bwana Yesu apewe sifa. Na baba yetu, tuna kila sababu za kusema asante mbele zako kwa ajili ya uzima huu tulio nao leo. Lihimidiwe jina lako. Tunapokwenda kugawiwa hii keki, Baba, na ifunika kwa utukufu wako, kaibariki. Ni chakula kidogo tu, lakini naomba kikafanye kazi nzuri katika miili yetu. Naomba haya, naomba nikupitia katika jina la Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Mtu mmoja akaseme amina. Amen. Tafadhali. Geuza kabisa. Naomba tusimame. Yaani wewe mlishe kabisa, hamna shaka kabisa. Basi, moja kwa moja, haya twende kazi. Haya, mpatie na vigelegele kwake tafadhali jamani. Asante sana. Inatosha kabisa. Ndugu yangu, umekaribishwa bwana. Umekaribishwa kabisa. Basi kwa vile ameukaribisha, hebu mlishe na wewe basi. Chukua kidogo tu na wewe. Upatie tu. Upatie tu. Hakuna shaka yoyote, mpatie kabisa. Vigelegele kwao tafadhali. Yaani hata msipopiga vigelegele keki wamekula, si ndivyo? Keki ndio imeenda hivyo, si ndivyo? Na wanaila. Basi naomba keki hiyo nyingine basi uichukue sasa. Ukabidhi mama pale. Mama, simama upokee keki hiyo. Ni wewe pamoja na jopo lako lote hilo. Makofi kwao na vigelegele. Asante sana. Wakati tunaendelea, unaweza mkaweka utaratibu. Mtakula hapa au wapi, ninyi wenyewe mtaamua. Haya, naomba mrudi sasa. Sasa bado una safari nyingine ya kufanya. Ukiwa umesimama tena hivyo, naomba usonge sasa, safari nyingine iendelee mpaka kwa wazazi wako kule walipo, pamoja na hii kule. Kuna babu zako kule, wapo wawili niliwaona. Wako babu zako kule, naenda ukawalishe hao kwamba babu, mimi nimewaaga. Naomba mzee Fares na mzee Paulo Maduka msimame. Sasa ndo mnaagwa sasa. Asili kabisa, jitengeneze na kakochi mzee. Jamani, wenzenu, bwana harusi mtarajiwa ndo wanaaga hivyo sasa. Yuko anaaga sasa. Wewe mwangalia anapoaga kule. Naomba uwalishe hao wazee. Walishe tu. Jamani, kwa elimu. Makofi kwao tafadhali jamani. Mzee wa Kiingereza naye huyo sasa. Moja kwa moja. Naomba sasa hiyo keki ukiwa umeishika ukabidhi mama mzazi.
kwa niaba ya wote hawa. Na ngoja kabisa kwanza. Asante mama, umepokea keki hiyo. Sijajua mtaila muda gani wewe pamoja na jopo lako hilo. Inawezekana sasa hivi au baadaye mtaamua wenyewe. Asante. Mzee Fales, ulikuwa unasema? Baada ya kumlisha utamkabidhi keki hiyo kwa niaba ya kamati. Sijui kamati itakula sasa hivi au baadaye. Lakini mabibi na mabwana mlioko humu, natamani kila mmoja apate kinywaji kwanza. Kamati yetu ile, naomba muendelee kuwapatia watu soda. Taratibu tu. Mnaendelea kuwapatia vinywaji. Kila mmoja awe na kinywaji humu. Asante. Mlishe mwenyekiti wa kamati. Kisha mpisha. Aha. Sawa kabisa basi. Amekubali. Basi. Barikiwe sana. Jamani, vingelegele kwao tafadhali. Mwanangu ati moyo. Au unataka na mimi ningepo na naomba turudi tukae. Makofi na vigelegele kwa tafadhali.
Inatosha. Wanagonga chia
Mtakatifu. Baba, tunakushukuru, tunasema asante katika mchana jioni ya leo. Ni kwa sababu Mungu umetupa kibali tupate kuifikia hii siku. Hivyo Mungu, nasi tunakushukuru kusema asante kwa sababu ni jambo jema ambalo Mungu umelitaka Bwana tupate kufanyika katika jioni ya leo. Hivyo Mungu, angalia wakati na saa kama hii, sisi watoto wako tuko mbele zako kwa ajili ya kutoa zawadi. Hivyo Mungu, tunaomba ukapate kuonekana njia wanao ambao Mungu wataenda kutoa. Hivyo yote ninakukabidhi mkononi mwako kwa sababu unaweza. Mbariki kila mmoja mmoja ambaye Mungu yuko mbele zako sasa. Naomba haya ni katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Wote tuseme amina. Amen. Jamani, makofi mengi kwa ajili ya baba mchungaji. Mchungaji wetu kanisa letu la Kitongo ile Ndagamu. Mmoja aje achukue maiki hapa aongee. Tafadhali sana, naomba tukomboe wakati. Tukomboe wakati. Hawa ni wazazi. Safi. Wamependeza, hawajapendeza? Na tuwashangilie kwa makofi na vigelegele. Amina. Amina. Mimi ni upande wa binti. Tunamzawadia binti yetu, tunamtunza akatengeneze mji. Amina. Siku moja mimi na wewe tunapita pale kwa binti, tunakutana na maji ya kunywa, au sio? Amina. Tunampatia, kuna vitu vingi, ataona mkulima, vitu vingi, yani tunamtunza. Chai atakunywa, atapata ugali kwenye tipoti, kuna yani kila kitu kiko, yani sifuria za kisasa, yani tuko kisasa zaidi, au vipi? Ziko kwenye nini? Ndoo za maji, hatutaki kwenda kwa jirani, tukazime ndoo ya maji. Jamani, pigeni picha, vimo vyote. Tuna ndoo za maji na hotpot, tuna sanduku hotpot, tuna sahani, tuna vikombe vya chai, kila kitu kinapatikana. Sasa nimewakubali, tuendelee. Tunaendelea. Enyi ni wazazi kweli bwana. Tunazo nguo, tunamtunza binti vitenge. Hatutaki akiwa anakaa jikoni amejifunga mara kitenge kimeenda hivi. Kuna kanga eti? Kuna kanga za jikoni kama mama. Za jikoni. Zina maandishi. Zina maandishi. Ila hatuyasomi kwa sababu ya mtandao. Tutasoma. Tutasoma. Watasoma wenyewe. Tutasoma wenyewe. Na hilo ni nini hilo? Yaani kuna vitu vizuri. Kuna hilo aliloshika mama baba. Hizo ni sufuria za kisasa za kupikia kwenye umeme au gesi. Umeona? Pia kuna bakuli nzuri. Sisi zikoje hizo bakuli? Zikoje? Hizi hapo za kisasa. Za kisasa? Hizo hapo. Hatutumii bakuli zingine za bondo simple, hapana. Hizo tumeshaacha. Tulishapita. Haya. Sawa. Yapo mambo mengi ambayo kwa kweli mengi mazuri hayawezi kuisha. Na hilo ni nini hilo lilokaa kama box hapo? Hili hapa. Hili hapa la maji. Hili ni diaba la maji. Hili hapa. Hili ni sanduku baba wangu. Kumbe ni sanduku. Asihangaiki watoto wetu. Umeona? Sawa. Sasa tunazo sufuria zingine tena. Zikoje? Zipo. Na mifuniko yake. Kwa mimi ni mtaalamu wa sufuria sasa. Kama safi. Hatutaki apate shida. Haya sasa. Tunaendelea sasa. Mnatoa nini tena? Yaani sisi tunaendelea kutoa zawadi. Naomba sasa tuendelee. Nini tena kinachoendelea? Kuna vitenge. Kuna vitenge. Viko wapi? Sherehe safi. Namzawadia mwanangu kitenge. Mama anamzawadia. Jamani, makofi kwao tafadhali. Jamani. Tunaendelea. Hawa ni wazazi. Wazazi bado tunaendelea bado. Kuna zawadi. Na? Tunazo shuka. Zipo. Shuka ziko kwenye nini? Za kisasa.
kwenye lile nililoliuliza ambalo nilikuwa sijui jina eti. Lile. Ulisema linaitwa nini hili? Ni nini? Ni Sadoku. Sasa kuna nguo nyingi jamani. Bibi, jamani. Hilo sanduku ndio maana ilikuwa zito. Nilikuwa najiuliza kuna nini? Kwanza kuliteka tu wamehangaika mno. Nazo shuka za kisasa. Binti. Hizo ni za kisasa. Akiamka asubuhi. Anatandika kitanda chake vizuri. Anatandika kinapendeza. Likusudi baba. Anapotoka bafuni anakutana na kitanda kimetandikwa vizuri. Komea hapa. Tengeneza ile kule. Ndio na rangi nzuri sana. Ni nini hiyo? Hiki ni kitenge. Ila kwa kweli. Tunamzawadia. Jamani, makofi kwao tafadhali. Hiki ni wataalamu wa vitenge. Weka hapo tunaendelea. Bado nataka kusema hiki kitenge kiko special kwa ajili ya watu wote wawili. Watashona. Ni kama nimewaona wakiwa wameshona. Nimewaona. Hebu kale aliposhika mama Yuni. Hapo. Hivyo ni vitenge. Jamani simpige makofi na vigeregere. Kuna wivu au hamna? Vitenge. Kanga. Jamani, kwani tatizo kwa Mungu tutake nini? Hapo ni kazuri. Naomba tupige picha jamani. Picha. Safi sana. Tupige picha mama anatoa zawadi. Yaani sherehe ndio hii. Usifikiri kuna sherehe zaidi ya hapa. Safi sana. Safari bado inaendelea. Safari yetu bado inaendelea, zawadi yetu. Haya sasa. Umekuja shangazi yetu? Kwenye begi yetu. Sasa begi. Lakini mkiwa wamesimama sijui. Begi hilo. Washangazi wana begi walilete litabeba vitu. Hivi vitu vitaenda au hawana? Tunaenda naye. Watabeba. Ndio hizo ziweke hapo, nimeziona ziko tatu. Ndivyo? Sawa kabisa. Safi sana. Tumemaliza sasa. Niingie hatua nyingine kwenu. Tumemaliza. Haya sasa, na msiende kukaa mji hapo. Naomba mjisaji sasa kwenye mifuko. Naomba tutoe sasa na hela tulizonazo sasa. Na kama ndo mnalisafisha sasa. Kama mnalisafisha, mwe na 200,000, mwe na 500,000, mwe na nini? Ile naye iko wapi? Anayesikia kusema anasema tu. Asante. Asante sana mzee. Nimetambua inaona. Bwana yetu asifiwe. Amen. Tunamuomba safari kwenda mbali. Anaenda mbali. Safari na mizigo kutoka hapa kwenda shida sana. Sasa kufika huko Kilimanjaro inatakiwa apate nauli ya kutosha. Kwa kweli. Na mimi nitaisimamia tu. Ninachoomba tu asafiri salama, akisikia na amani. Jamani, wamekuaga usafiri salama. Na Yesu Kristo akae ndani ya moyo wake na moyo wake. Makofi kwake tafadhali jamani. Alafu wakaongozwe na upendo, wakawe wakarimu kwa ndugu na jamaa na watu wa aina mbalimbali wanapowafikia katika familia yao. Hatuna shaka na huyu mtoto wa hayo machache. Nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Na ujumbe huo uliosema kumbe ndio ujumbe. Makofi kwake. Asante sana. Mako!
kwa babu. Bwana apewe sifa. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Mimi najisikia kawivu kidogo. Ninyang'anya mke wangu. Anyway. Geuka. Geuka kwa ile tupate picha leo. Mambo yaone vizuri sasa. Pamoja na hayo, mimi napenda tu nitoe zawadi kidogo kwa mke wangu ambaye nimenyang'anywa, lakini bado ni mke wangu. Natoa haka kasaba. Jamani, makofi kwake. Sema sasa. Makofi jamani. Sasa. Halo. Wamesikia. Jamani, makofi kwake jamani, tafadhali. Asante sana. Mbarikiwe sana. Haya. Bado tunakuja, tuje wazazi. Wazazi wote. Asante sana. Amina. Jambo jema lililotokea kwa huyu binti. Mungu ambariki. Mimi nikiwa kama mjomba wake. Naam. Ni mtoto wa rafiki yangu. Naam. Namzawadia shilingi 10,000. Jamani, makofi kwake tafadhali. Nimebarikiwa sana. Sikia hivyo, nilibarikiwa sana. Maisha ni mazuri. Pale sikiliza tu. Wala usiogope. Hapo ina maana kwamba tunamalizia, twende juu. Haya. Tunakuja. Mmemaliza? Walete. Asante sana, mnisamehe kidogo, tuendelee. Barikiwe sana. Tawapigia tu wala msikilizaji. Kitoa tu tunagonga ile muziki mkubwa. Twende kazi. Mama safi. Mama safi. Yupo mkubwa na mdogo. Mzazi. Barikiweni. Karibuni sana. MC anataka kusikia mnasema nini? Mama yake zawadia mwanangu. Jamani, simpige makofi tafadhali. Asante sana. Akamtunze kwa kweli kama tuliona baba yake. Sasa hebu subiri. Nimebadilisha utaratibu. Njoo. Tumpige kazi na yeye asimame bwana. Simama hapo. Asimame na yeye. Si ndivyo? Na yeye asimame kabisa. Ili picha ikubali. Asimame na yeye. Hapo. Simama hapo. Tunawashika mikono basi. Asante sana. Mbarikiwe sana. Tunaendelea sasa, si ndivyo? Anayefuata ni mama. Au asante. Kabisa maiki. Asante. Bwana asifiwe. Amina. Napenda kumshukuru Mungu kwa makubwa aliyonitendea. Ndugu zangu, nashukuru sana. Tena sana. Wananzengo, nawashukuru sana kwa uwepo wenu. Na ndugu wengine waalikwa, napenda kuwashukuru sana. Mmeacha kazi zenu mkaja hapa, hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asante. Karibuni. Asante. Mimi napenda kumtolea mwanangu Eunice 70,000. Yaani makofi kwa mama. Ila na leo nimenunua vya kutosha. Kwa kweli nami sana. Shika mkono.
Haya, hapa tuwaliwali ni kukamilisha haraka. Amina. Amina. Jamani, hili ni kundi maalum, tuvumilie. Siwezi kuwakuruza sana. Twende. Haleluya. Piga makofi na vigelegele. Ndio sherehe jamani. Picha iendelee. Mimi ndo dada yake mkubwa na Eunice. Alikwambia nenda kwa dada mkubwa Pendo. Vitu vingi nimetoa kule. Nimekununulia kanga, huyu mwanamke akijifunga unamkubali. Naam. Hapa kana huyu tukakuongezea. Sawa. Mimi huyu ni mtoto wangu, kwa hiyo namuongezea kuni. Safari. Tuendelee tukakamilishe. Tuje haraka. Haya. Mtoto wangu. Namzawadia nauli. Haya, asante sana. Fika salama anapoenda. Kilimanjaro kule. Haya. Haya. Kwa vile tayari sivyo, naomba mkae, nitawaleta baadaye tena. Asante sana. Hebu niachie hilo hilo. Ndio la kiasi sasa hapa. Hakika hizi tunaweza kulicheza mpaka asubuhi. Sasa naomba tutoe kwanza ndio tutaligonga. Karibuni sana. Nani ndio? Hello. Asante. Sherehe safi. Anatamani wa Mama Eunice. Tunapenda kumtolea mtoto wetu zawadi kidogo, lakini ataikumbuka katika maisha yake. Tuna zawadi hapa kama majirani, sisi ni majirani wa karibu sana sana na Mama Eunice, mtoto wetu, zawadi ndogo lakini utaikumbuka maisha mazima. Tunachokutakia ni maisha mema. Kamtunze mume wako. Kumtii mume ndio sheria ya Mungu. asante sana. Bwana asifiwe sana. Mimi Eunice ni mke mwenzangu. Hata hivyo mzee Asumani amelalamika huku kumpa keki huku mtambulisha. Lakini ukiniona mimi kaugali tusagi wale. Mwambie na mume wangu kwamba mimi ni mama wa kula au si. Zawadi ya hela nitakupa ugali wa mtama. Asante. Haya, tunaanza kutaja zawadi zetu. Wanawake wa kujidai, wanawake wa Unyamwezini, mama wa tafadhali. Alafu nisisahau kutaja kwamba tunajua kuzungumza sauti nzito, hazina mkwaruzo, kwa mama wenye meno meupe wakicheka unapenda. Alafu uzee mwisho si mimi. Mimi ni Chuchi jina langu. Amina, tuanze kutoa zawadi zetu, huwa tusahau vikombe vya chai. Mimi nikija usinipe kikombe hiki. Nipe kile kikubwa kabisa uji. Uji utanywea huko kweli. Alafu glasi hizi, yani sijui niseme nini. Ni glasi kweli kweli za wageni wakija dada kama tukienda. Alafu usipende kugombana, maana ukigombana huku tunakuwa nyuma. Kwa hiyo ni taratibu. Siku ambayo mapenzi yako moto ndo
Sikumbuka sahani hizi. Umepata kuziona hizi? Kwenye mwezi mzima hawajawahi kuziona. Tunaweza na cheche na baki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeokoka, tunampenda Yesu na tuendelee kumpenda Yesu. Sio tukumbini ni kuona hapa kumekuja. Na ukija uje na matunda. Mimi huwa sipendi kwenda kujibanabana mkanda tumboni. Nimezaa watoto 25 na sumu. Asante. Asante majirani zetu. Haleluya. Asante. Akina mama wanzengo tujiandae kuja. Asante karibu mama. Asante ni mwanangu, mtoto wa Mungu wangu. Nimepata huzuni tu mwenzangu, nilikuwa nasubiri lakini mpaka na wasaya hata kila alipojiani watakuja. Nakuomba mama safari njema, unapoenda kukumbuke hii hapa Kitende wiki 3. Wiki 2 nitashona kilima, atashona kofia na soksi. Haya, piga ile tualiyoiomba akina mama. Sasa ungekuwepo tungecheza mpaka asubuhi. Kwa kweli Unyamwezini safi. Mpo. Labda niseme kitu, wapo na mwenyekiti wao moja kwa moja, makofi kwake tafadhali. Sasa naomba tupate sasa msemaji. Kwa sababu tunakimbia kidogo na kaida. Karibu sana baba mwenyekiti, usalimie na useme. Mimi nitakuwa na zamu yangu. Ndio. Lakini kwa sasa wakazi wangu naomba niwafungulie niwasafishie kapu. Sawa. Makofi kwake tafadhali. Kwa hiyo na wasafishia kapu wasiweke chafu. Maana huu mtaa haulingani na mtaa mwingine. Nasafisha kwa 10,000. Ndio. Mwenyekiti umesema una nafasi yako baadaye. Sawa kabisa. Sawa sana. Sasa mwenyekiti amewasafishia kapu. Karibu mama. Yesu asifiwe. Bwana, tulikuwa na mtoto mmoja lakini leo tunaelekea kuwa na watoto wangapi? Mama wa Unyamwezini, kwanza mchango wetu tumeweza kuchangia jumla ya shilingi
366,000. Baada ya kupata huo, tumeugawa kama ifuatavyo. Mama mzaa chema tukampatia shilingi 100,000 na ngapi? Na 50. Hapo vipi? Hapo sawa. Ili aweke mambo sawa. Basi tunaendelea, tukasema binti yetu tumpatie vyombo. Naomba vyombo vya binti yetu. Tunalo beseni la uhakika. Beseni. Ndio. Tuna kanga. Kanga. Binti yetu ataitumia. Sawa sawa. Ikiwa anapika. Naam. Naweza ikasoma isoma. Kanga ya kisasa. Ya kisasa, isoma. Hii kanga ya kisasa. Siri ya ujasiri wangu ni Mungu. Naam, sana. Safi. Basi pia tukampatia na ungo huo kwa kisasa kabisa. Pendua yale sasa ndio anachukua yale asiyofaa anarusha huko. Lakini pia tutampatia keshi. Shilingi ngapi? 100,000. Bado. 100,000 kwa pesa 100,000. Aha. Oh. Pesa ya Kitanzania shilingi 100,000. 100,000. Hii imekamilika. Iko sawa kabisa. Kama nimeiona. Baada ya hapo tukashia hapo, tukasema mama mzaa chema lazima pamoja na ile 150,000 tutampatia kitenge kizuri. Mama mzaa chema, karibu kiti hapa, patie kitenge kizuri. Nimewakubali sana. Ndio baada ya zawadi zetu hizo, zawadi ya mwisho ni kuwapatia mkono wa heri na harusi wetu Mr. and Mrs. Khan. Mkono wa heri. Haya, wapeni mkono. Akina mama PLG, naomba tujiandae. Akina mama PLG. Asante sana wanaume mwezini, na wakubali sana. Akina mama PLG. Yesu Kristo. Mungu wa Yesu. Samahani jamani kama nakosea. Haya mambo ni mageni. Hebu mwenyeji. Jamani, kusimama hapa ni mwakilishi wa mwenzangu ama mwenzetu. Tayari anaelekea. Makibada hajamaliza anaelekea. Takia kila la heri kwenye maisha yake na ndoa. Manake si wote waliofanikiwa kama hivi.
Niliosimama hapa ni mwakilishi, yaani rafiki yake ama marafiki niliosoma naye, na hapa kuleta bwana familia bila kuwa na jiko, manake hiyo sio familia. Lakini utakuwa ingia ndani alafu unatoka umenuna, hamna hata maji wala chakula, sio vizuri, si ndio? Unaona kwamba wala baba akitoka mama anahangaika huko kutengeneza chochote kitu. Naomba tumkabidhi. Safi sana jamani, picha zipigwe vizuri sana. Asante Dayuni, pokea vizuri sana jamani. Mambo yanaenda mbali mpaka kwenye magugu na nini. Safi sana, mbali sana. Kabla ya hapo nilikuwa naomba nitoe chochote kitu kwa sababu ya usafiri. Naam. Huyu ni mtoto wa kike. Kwa hiyo hata kwa ajili ya usafiri tu chochote kitu. Barikiwe sana jamani. Shilingi 15 kwa ajili ya usafiri. Asante sana. Barikiwe sana. Basi naomba niwalete, asante sana akina mama PAG, naomba tusogee. Naona mmeniambia mko tayari. Mwenyekiti wa akina mama naingia na wimbo huu. Haya, ongezeni hatua, ongezeni hatua. Kemeza washabiki kishindo cha wakoma. Kemeza washabiki. Mungu akiwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Wakabili waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kabila Washami, ni maadui zetu siku zote, twendeni tuombe chakula. Haya, naomba mtoe zawadi sasa, muda umeenda. Amina. Wamama wa kanisani, tuliposikia habari hizi za binti yetu tukaona tufurahi pamoja naye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumeleta kanga imeandikwa utukufu wa Mungu ni wa milele. Kwa hiyo mnapokuwa mnaendelea na maisha yenu ya ndoa, mtambue ya kwamba utukufu wa Mungu ni wa milele. Naomba tukabidhi makofi. Bado tuna vikombe vya chai. Bado tumeleta vikombe vya chai asubuhi. Wakiamka wakipika chai ya maziwa, basi wanakunywa kwa vikombe vizuri kabisa vya kutoka Amerika. Makofi kwa wamama. Amina. Lakini bado tuna sahani. Wamama pia wameleta sahani, wenye sahani sogeni. Tuna sahani hizo nzuri kabisa. Tukasema binti yetu tumpe sahani nzuri. Jioni wametoka kazini, basi wanapika wali vizuri kabisa pamoja na bakuli zake. Makofi kwao. Tumeleta pia chupa ya chai nzuri namna hiyo, kama ambavyo amependeza bwana harusi na bibi harusi mtarajiwa, na rangi inafanana. Pia tuna beseni kwa ajili ya kutunzia vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia kuna ungo. Hii yote ni zawadi kwa ajili ya bibi harusi wetu mtarajiwa, tunampenda. Lakini mama hapa ameleta zawadi, inasema Mungu ni muweza wa yote, hata ndoa hii ameiwezesha Mungu. Makofi kwa mama huyu. Amina. Ni furaha kubwa mbele za Mungu kwa binti yetu huyu kufikia siku kama hii ya leo. Sitakuwa na mengi ya kusema mbele hapa. Nina kanga ya kisasa. Nitasoma maandishi.
Ndoa ni baraka kutoka kwa Mungu. Binti yangu Eunice, na kuombea maisha mema kwenye ndoa na yenye baraka, na Mungu awatangulie katika maisha yote. Amen. Amen. Tuendelee, wanaokuja tumalizie. Lakini pia wamama wameandaa zawadi kwa ajili ya mama Mzachema. Mama Yuni, naomba usogee hapa. Wamama wameandaa kitenge kwa ajili ya kukutunza mama. Sogea hapa mbele. Na mwacha simame, tumwache simame. Sawa, leteni kitenge. Leteni kitenge hicho. Jamani, makofi kwa mama Kizachema. Ametuheshimisha. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki sana. Tumalizie sasa, tuhitimishe. Amina. Hii ni zawadi tunampa bibi harusi, akishaiona atajua cha kufanya. Atajua sehemu ya kuipeleka. Naomba nisitangaze. Mungu awabariki wamama wa PAG. Tunakutakia maisha mema. Neno letu la mwisho ni kwamba Biblia inasema ukamtii mume wako, maana yeye ni kichwa cha familia. Mungu akubariki. Tunakutakia maisha mema. Amina. Kwa tafadhali jamani. Wape mziki wao warudi. Sasa unaweza kusafiri unacheza mziki wenu sasa. Nina nauli jamani. Tumetoa vitu lakini tuna hela ya kusindikiza. Kabisa, mimi niko hapa kwa ajili ya kusimamia zawadi zije zote zibaki. Weka. Safi sana. 29. Mungu awabariki. Safi sana. Kumbe naomba kamilisha 30. Basi umefanya vizuri sana. Haya sasa. Vijana naomba tuingie vijana pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hongereni kwa uvumilivu wenu, japokuwa muda wetu umetuacha. Rafiki yetu Eunice, tunakupenda. Kama unavyojua sisi ni marafiki zako, tumetoka mbali, lakini neno letu kwako ni moja. Kitabu cha Mithali sura ya 31 mstari wa 29 wanasema hivi: tiwa wengi wamefanya mema, lakini wewe umewazidi wote. Mungu akubariki, kawe mke mwema, kawe mke mvumilivu, mpole na mstahimilivu. Kwa kweli vizuri sana. Hao ni Tomasia, mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Asante. Basi wapigie wimbo kuachia wakati wanarudi. Vijana mjiandae. Mko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama vijana wa mahali hapa tunapenda kumzawadia dada yetu zawadi ya plate. Atakayokuwa anapakulia shemeji wali ulio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Glory Petro, mwenyekiti wa mtaa wa Nyamazini. Huu mtaa kwa mwaka huu
nimeshuhudia utoaji wa mahali mara 6. Kwa hiyo inaonekana ni mtaa mwema. Hata sasa hivi nimechelewa kwa sababu kulikuwa sehemu tunapokea mahali. Kwa hiyo wajukuu wangu wa mtaa wa Nyamwezini mjiandae, haina tatizo. Mimi nitatoa shilingi 40,000 kwa sababu nitaka nilete vitenge, lakini nikaona nataka kumletea mjukuu wangu kitenge ambacho hakitaki, ataenda kutafuta, kwa sababu hizi kanga hizo waga zinavaliwa baada ya taarifa ya habari ya Samia. Kwa hiyo mimi natoa kitenge changu 1, 2, 3, 4. Kwa sababu vitenge sisi, kwa sababu mtaa wa Nyamwezini 75% ya wazee ni wastaafu safi, wakiwemo Agnes Ezekiel na wengine. Kwa hiyo hatutaki kanga mchana. Baada ya taarifa habari na jogozi kuwika kinavuliwa. Natoa usia wangu, atakapokuja mtu kudanganya bwana wako hivi, muulize una barua ya mwenyekiti wa mtaa? Kama hana, mwambie tangazo hilo mpe katibu wa kanisa, atalitangaza Jumapili kanisani. Na Bwana awabariki. Amen. Nyamwezini hatuvunjagi miji. Kweli. Jamani, makofi kwake mwenyekiti. Haya, asante. Haya, wanaofuata ni madada wa familia. Tafadhali naomba tufike, muda wetu unakimbia. Sherehe safi. Napenda kutoa pongezi kwa mdogo wetu Eunice. Ndoa inahitaji uvumilivu. Kamtimu hatutaki ekaeka za kurudi makuti. Naomba kuwasilisha zawadi zetu. Barikiwe sana sana. Sema vizuri. Safi sana wadada wa familia. Bwana asifiwe sana. Isimama mbele hapa ni dadake na Eunice, ingawa nilisahau kidogo ama kutoa hela kidogo kwa ajili ya nauli. Amen. Safi sana. Haya, mbarikiwe sana. Asanteni sana. Mbarikiwe madada. Sasa wanaofuata. Aha, Bwana Yesu asifiwe. Tulizungumza habari ya mashangazi, sijui wana nini na nini. Hebu tupate fursa sasa ya kuwaleta. Sisi na beki sijui wamekuja na beki sijui na nini. Bwana Yesu asifiwe. Kitosha kusema ametoka Kilimanjaro. Asante sana shangazi, umechoka. Usicheze sana. Inatosha. Asante shangazi. Haya, mashangazi naomba tupige mafupi sasa. Haya, mmeshakabidhiana eti? Tayari?
Haya, muwapige picha tayari. Karibuni. Karibuni, karibuni nyumbani. Nawakaribisha sana, karibuni. Jamani, mpige makofi na vigegele, mmekaribishwa. Shangaza mmekabisa begi na tabeba vitu na kila kitu. Asante. Asante. Naomba viwekwe hapo sasa. Mbarikiwe sana. Wape mziki warudi. Haya. Wakati huu ni wakati wa wageni waalikwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sherehe safi. Naomba sasa nimlete bibi yetu harusi mtarajiwa, ana zawadi na yeye pia. Baada ya hapo nitakwambia cha kufanya. Karibu sana, utoe zawadi zako, na baada ya hapo mwenyekiti na kamati yake watakuwa wakijiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Nina zawadi kwa ajili ya mama yangu mzazi pamoja na mama mkwe wangu. Naomba wasikie wakae hapo. Karibuni mje mkae. Hawa ndio wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Pia nina zawadi kwa ajili ya baba mkwe, japokuwa hajaweza kufika, lakini pia nina zawadi kwa ajili ya baba yangu mlezi, na yeye hajaweza kufika. Nitawakabidhi, nitawapelekea. Barikiwe sana, safi sana. Safi mno. Asante. Naomba muwapokelee zawadi zao. Jina lako limeandikwa karatasi sisi, inang'ara kama hakuna kazi ya utubu, sulilita mchunga mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kurudi kukaa. Asante. Lakini pia nina zawadi kwa ajili ya mume wangu mtarajiwa. Kumbe na hiyo umemzawadia? Ndio zawadi. Dogo hapa kwa ajili ya mume wangu mtarajiwa. Nimemchukulia diary. Mkwe wenu anapenda sana kusoma. Unaona sasa kumbukumbu zinatunzwa huko, kila kitu safi sana. Nimemchukulia diary, akiwa kazini, akiwa nyumbani atakuwa anaitumia.
Sawa, twende. Mimi pia nimemchukulia shati. Inapofika Jumapili tunapoenda kanisani nitakuwa na mwangalia anavaa. Safi sana, pokea. Asante sana. Barikiwe sana. Jamani, makofi kwake jamani, bibi yetu harusi. Sasa kuna mbao nimewasahau. Kuna kikundi kilichosahaulika. Wote si mmemaliza eti? Basi naomba nimlete mwenyekiti pamoja na kamati yake wafike hapo watoe zawadi. Kamati ya maandalizi ya sherehe wote naomba tufike hapo. Asante wana kamati, mnapendeza. Mnapendeza sana. Wakati huo watu wa chakula mkiandaa chakula hapo. Safi sana. Safi. Asante mwenyekiti, sasa nafikiri hii ndio kamati yako. Basi naomba useme machache, kama unawatambulisha kwa kifupi wale viongozi na nini, useme lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio kamati ambayo imesababisha watu wapendeze huku ndani. Manake tusingeunda hii kamati, nafikiri watu walikuwa wameshaondoka. Sasa kamati hii ina viongozi mbalimbali. Labda tu kwa kuwataja wanaosha tu mikono kwa sababu muda umeenda sana. Naomba mwasibu anyoshe mkono, aliyekuwa mwasibu. Naomba mwenyekiti wa kamati ya mapishi nyoshe mkono. Naomba wanakamati waliokuwa wanahusika na masuala ya kukaribisha wageni wanyoshe mikono. Naomba mwenyekiti msaidizi anyoshe mkono. Naomba katibu aliyekuwa anahusika na masuala ya kuandika na kuratibu anyoshe mkono. Baada ya kusema hayo, wale waliobaki wote ambao sisi ni wanakamati, bado kuna mmoja muhimu sana kuliko wengine wote ambao tuko hapa. Aliyepamba papa kapendeza. Hebu nyosha mkono. Makofi kwake tafadhali jamani. Baada ya kusema hayo, waliokuwa wanahusika na chakula, sijaona wanyoshe mkono. Chakula na baada ya kusema hayo, naomba sasa nitangaze kilichopo, alafu mimi niseme maneno mawili tumalize kazi hapo. Sisi kama kamati ambayo imesimama kwa ajili ya kukamilisha sherehe hii, tumejitahidi kidogo, japo hatukuweza, tulitaka tufike mbali zaidi. Tumebarikiwa kuweka shilingi 300,000 kama nauli yao ili wasije wakakwama njiani. Asante sana. Makofi kwa tafadhali. Sana. Baada ya hapo, naomba niseme maneno mawili. Moja ni neno litakalomhusu bwana harusi mtarajiwa, lingine litamhusu bibi harusi mtarajiwa. Kwanza naanza kwa bwana harusi mtarajiwa. Ulimpenda Eunice au ulimtamani? Sawa. Sawa. Anasema alimpenda. Nashukuru kwamba ulimpenda. Sasa namalizia kwako. Wazungu wanasema hivi. Kila mzee mzungu yuko hapa. Asikilize kwa makini. Wazungu wanasema hivi. 3 people can keep a secret if 2 die. You have to keep it. 3 people can keep a secret if 2 die. La mwisho ambalo linawahusu wote na binti yangu. Mimi katika maisha yangu naheshimu vitu vitatu tu katika maisha yangu. Cha kwanza, namheshimu Mwenyezi Mungu. Cha pili, nawaheshimu wazazi. Cha tatu,
naheshimu debe la unga lisiishe nyumbani. Baada ya kusema hayo, nawatakia safari njema. Maisha ni magumu, yana vipindi vigumu vya kupitia, lakini kamtunze mume wako. Huyu ndio uliyemchagua, hakuna mwingine. Na mme wa kwanza ndiyo nguzo ya nyumba. Mke wa kwanza ndiye amebeba baraka zako za nyumba. Angalia. Amina. Jamani, tuwashike mkono wanakamati, tuwashike mkono. Asante sana. Jamani, makofi kwa wanakamati na vigelegele vingi. Wamejitahidi. Haya. Baada ya maelezo hayo sasa ni Jose. Jumatano ndiyo siku ambayo tulisubiri kwa Aha. Mimi nilikuwa sisikilizi, nilikuwa nasemeshwa huko. Aha, tayari? Umesema wapunge mkono. Umesemaje kweli? Jose. Nimewakaribisha. Inacheza kidowe, inacheza kidowe, inacheza kidoge, inacheza kidowe, inacheza kwa Yesu, inacheza kwa Yesu.